mwanamke ana ubongo wa kutunza mabaya tu, hanaga sehemu ya kutunza mazuri. Hana. Ndio maana wewe huu mkoti utakuwa mpya mpaka utakaposhona nyingine, si ndio? Unadetena ule mkoti wangu ule mpya, lakini mwanamke hana nguo mpya. Nguo mpya ni ile anayoanza kuivaa siku hiyo anaivaa ndo mpya. Akishaiweka tu inapewa jina. Kama ni a send off inaitwa jina la kwenye send off. Kama ni ya kwenye kitchen party inaitwa, kama ni ya kwenye kikundi inaitwa. Hanaga nguo mpya mwanamke ndani. Nguo mpya ya mwanamke iko kwa fundi. Nguo mpya ya mwanamke ulivo nomoba leni rolela. Ninyi wa mama simniambie ukweli, nguo mpya ya mama huwa inakuwa ndani au iko kwa fundi? Sasa hivi kwenye harusi utakuwa unaona zawadi. Ukifika nyumbani unajua kuna nguo nyingi tumezawadiwa, zikishaingia ndani sio mpya. Anakusubiri kumnunulia nguo. Na ukitaka kuielewa kabisa akili ya mwanamke aliye na, yani mwenye akili timamu, mwanamke mwenye akili timamu anataka kuvaa nguo kila siku mpya. Kila mpya. Yani ndio anaiona dunia imeishi safi sasa. Akianza kukuvumilia warau wiki moja. Lakini kuna majamaa yanawabana. Yani anashonewa nguo kwa masafa. Ndio maana wewe nikijidanganya sasa hivi mimi kufa hapa, wakati mke wangu analia huko anauliza ratiba kwamba tutaanza kumwaga kwanza Geita na baadaye kwao Birurumo na kwenyewe tutamwaga. Kwa hiyo anawaambia mashoga hapa anakuwa na sare na kule nyumbani anakuwa na sare. Huko analia. Wanawaka mazuri wao, wanatunzaga mabaya tu. Mimi ndo nakwambia, mwanaume ulisha sahau na suruali ya kuvaa. Unaweza ukashinda nayo ile uliopewa taarifa ukaendelea nayo mpaka apatikane mtu akukwambia bebe karuge game enda. Lakini mama akishahakikishiwa tu na daktari umekufa, anaenda na kuwaza ninavaa nyeusi siku ya ibada, karangarara nyeupe siku wanamzika. Itakuwa na kitambao, haitakuwa na kitambaa. Nivae viatu gani, vya simple vya nini? Yani natoa na maelekezo, msinishonee kama mlivyolishonaga la mama fulani. Wanawake. Ndio maana ukimaliza kumwambia nakupenda anasahau huo muda. Anataka tena aambiwe tena.